Mimi ninachokuomba, zidisha kunywa pombe. Usiniongeleshe wala kuniuliza hili swala. Tusalimiane bwana. Tusalimiane vizuri au nilimwagie maji kwanza lione. Sawa. Nashukuru kwa kunielewa. Sawa. Sasa hapa tutaishi vizuri. Kuna mshirika mmoja amekuja, nimemwombea. Kaniambia, baba mchungaji, sijui ametokea mjini. Na kukabidhi shilingi 10,000. Fanya ufanyavyo. Rekebisha maisha. Fanyaje? Sasa mke wangu, sisi hatuwezi nunua bati. Sisi hatuwezi kujenga wakati mke wangu na kiu. Si ndio hapo sasa? Ni kunywa pombe. Mimi kwanza nilewe, maisha mengine yataendelea. Yeah, shilingi 10,000 au tununue. Wewe naye leta bwana. Kununua nini? Hapa naenda kulewa kwanza, mambo mengine yataendelea. Sawa? Kwa hiyo sasa hivi unaelekea wapi? Mimi nitarudi nyumbani. Alafu wewe unywe. Ila baadaye au utanifuata? Mimi si unajua nakunywa, nimejificha, nilikuwa nishanunua kama 500. Nimekona kwa nasoma Biblia, kunywa kagongo. Nasoma Biblia na kunywa kagongo. Kwa hiyo wewe naye hatari. Inoma, hujawahi nijua. Sote tulikutana ni vitu vya kurewa, ni vile vitu. Sasa mimi nadhani nirudi. Sawa? Kwa sababu huyu aliyeniletea 10,000 huenda hajaenda mbali. Na alivyoniletea pale nikasema ngoja nikimbie mke wangu, ninajua kilichomtoa hapa ni kiu. Hakuna kingine. Anywe pombe, lakini kumbuka kubakiza hata unga. Kilo moja ya unga. Hata kesho usiku. Ni kweli. Ikiwezekana kunywa zote ziishe, kesho tutapata zingine, tutaombea wengine. Mimi ngoja niwahi. Haya, mimi ngoja niende na spice zangu kwanza nikapige vitu vyangu. Tutaonana baadaye. Nilijua mwanamke wewe. Taniua.
Mchungaji. Nini sasa? Kuna hatari. Kuna hatari mchungaji. Kuna hatari mchungaji. Kuna hatari. Kuna hatari. Wapi? Nini? Kuna shida gani? Siri ya moyo, siri, 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 siri ya moyo, yeah, yeah. Unawaza mangapi, unafanya mangapi, moyo una nini? Yani siri, nasema siri, siri, moyo na siri, hii ni siri ya moyo, hii ni siri ya moyo. Kutana leo mimi sijawahi kuona. Israeli mtu wa roho. Ameniambia kitu kimoja. Ameniambia kitu kimoja. Uombee nyumbani mambo ya kanisani yani. Mambo ya kanisani tumekwisha mambo ya kanisani. Tumekwisha. Mbona hutaki kufunguka? Kuna shida gani? Unakimbizwa na mtu, unakimbizwa na simba, unakimbizwa na shetani, unakimbizwa na adui. Bwana angekuwa mtu au simba, tunapiga ngoma na kijiji wanakuja. Kitu cha ajabu. Kiumbe cha ajabu. Wakati naendelea kuwahimiza washirika tukutane kanisani Jumapili kwa ajili ya maombezi, kijiji chetu hakiko salama. Kijitu kikatokea mbele yangu. Kaonekana. Aya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 . Ndo nataka kukimbia, asema usikimbie. Akina shida na mimi mchungaji. Kaniambia. Kina shida na wewe. Mambo ya kuombea kanisani hakuna. Mchungaji, kuombea nyumbani. Mimi mzee wa kanisa. Mchungaji, kila kitu kikiona nakwambia na uchungaji unaovu unaweka pembeni. Mtumishi, imani imeenda wapi? Biblia inasema ukiwa na imani angalau punje kidogo
ya haradali utaweza kufanya makubwa na kuhamisha milima. Unaweza uambie mlima ung'oka na ukang'oka. Imani yako iko wapi mtumishi wa Mungu? Yaani natokea kiumbe shetani anakutisha. Biblia inasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Wewe unatetemeka kisa umeona kitu cha ajabu. Tena nikafikiri unakimbizwa na simba. Shetani atokee akwambie mwambie mchungaji, na wewe unaniambia ninaweza kuacha huduma. Hilo sawa. Mungu hajashindwa. Mungu hajashindwa. Na kujenga kiimani. Acha woga. Mungu anaenda kutengeneza palipobomoka. Siogope sana. Oh, haleluya. Neno la Mungu linasema imani ni bayana mambo yanayoonekana na yasiyoonekana. Imani yako iko wapi? Kwa hiyo leo unaacha uzee wa kanisa kisa umeona kiumbe cha ajabu. Mungu anakuhitaji umtumikie. Yesu Kristo akamwambia Petro, ondoka nyuma yangu wewe shetani. Haimaanishi Yesu alimchukia Petro, bali alichukia roho iliyokuwa ikimfuatilia. Na wewe ninasema hivi, kama utahitaji kuwa mfuasi wa Bwana na umekubali kuongozwa na mimi na nikakuteua kuwa mzee wa kanisa, kuwa na imani. Majaribu yatakuja, vikwazo vitakuja, lakini neno la Bwana litasimama kwa jina la Yesu Kristo. Siku njema leo, natengeneza palipobomoka, natengeneza palipobomoka, nasawazisha palipoinuka, milima na mabonde nasawazisha kwa jina la Yesu. Roho nyemelezi, roho zinazofuatilia huduma hii, roho zinazofuatilia kanisa, roho zinazomfuatilia mzee wa kanisa, roho zinazofuatilia nyumba yangu, roho zinazofuatilia huduma yangu, roho zinazonifuatilia kwa mamlaka niliyopewa na jina la Yesu Kristo, kashinda jina la Yesu. Zikashindwa kwa jina la Yesu. Tumishi, Mungu amekwisha kufanya. Tunaweza tukaongea. Siri ya moyo, siri, 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 siri ya moyo, yeah, yeah. Unawaza mangapi, unafanya mangapi, moyo una nini? Yani siri, nasema siri, siri. Nusu ya maji ndio imekuchosha, si ndio? Unaendaje mtani kuniletea maji nusu? Sina kuuliza wewe lakini. Mke wangu, niko mdhaifu sana siku ya leo. Ni dhaifu sana siku ya leo. Ukiwa mdhaifu atakayefanya kazi hapa nani? Sina kuuliza nani? Naomba nipumzike kwanza mke wangu. Baba wewe hamna cha kupumzika. Kafagie uwanja. Magugu yanakusubiria hapo. Anu usileta habari za kupumzika baba. Hapa hakuna kulala. Sijui unanielewa? Ulala tangia usiku mpaka saa hii. Umeamka saa 3 mwanaume mzima. Na ndevu kabisa. Alafu sasa unaniletea habari za kula. Baba anachokitaka chai. Toka kwenye chai chakula na bado ndani kuna manguo shazi ya kufua. Na sisi tumeelewana. Lakini mke wangu. Baba ana nimecha lakini. Nenda kwenye mishe zangu nikirudi. Nikute chakula, nikute chai. Na magugu nikute uwanja umepaliliwa huko vizuri.
Mbabazi, bila wewe mimi si lolote. Mbabazi, nakupenda sana. Wewe ndio chaguo la moyo wangu. Mbabazi, nakupenda sana. Jamani, utanisamehe. Mimi siwezi kuwa na wewe kamwe. Hilo kaa usahau. Mbabazi, nakupenda Mbabazi. Tamaa na vishawishi vimenipelekea pabaya. Mimi nisaidiwe nini? Mwenzenu naona haya. Wengi wananicheka, wengi wananizomea, yeah. Hali yangu ni ya dhiki, mimi nisaidiwe nini? Nimeumbuka, yashanikuta. Nimeumbuka mimi, yashanikuta. Nimeshikika, nimekamatika. Nimeumbuka, yashanikuta. Nimeumbuka mimi, yashanikuta. Nimeshikika, nimekamatika.